الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد فقير ومحتاج إلى عفو ربه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصيكم بالتقوى والعمل الصالح. Ndugu zangu, katika maisha haya kuna kitu mkijue. Hapa duniani hakuna kitu kibaya moja kwa moja, wala hakuna kitu kizuri moja kwa moja, hakuna. Bali vitu na watu wa duniani hapa, kuna sehemu ni wazuri, kuna sehemu ni wabaya, ila kinachotizamwa nini katika kati ya ubaya na uzuri, wapi kumezidi. Yule ambaye ubaya wake umezidi kuliko uzuri wake ndo mbaya, na yule ambaye uzuri wake umezidi kuliko ubaya wake ndio mwema. Hayo ndio maisha ya duniani. Maisha ya kesho akhira kuna vitu viwili. Ukenda peponi ni wema moja kwa moja wa kudumu, na ukenda motoni ni ubaya wa moja kwa moja wa kudumu. Khalidina fiha, khalidina fiha. Mimi ili mpate kunielewa kwa karibu, uko Uswahilini tunakoishi huko, yuko mtu siku moja kachelewa kazini kwenda. Yeye wala si Muislamu, lakini kachelewa kwenda kazini na akalilalamikia, yule mtu wenu leo, yule mtu wenu anaopiga yale makelele yale alfajiri, leo hakupiga yale makelele, matokeo yake nimechelewa kwenda kazini. Manake adhana ya alfajiri, yule bwana ambaye si Muislamu, ingawa adhana inasema Allahu akbar, Allahu akbar, lani kwake ni makelele yanayomfaa, ni makelele yanayomfaa kumwamsha kwenda kazini. Alipo yakosa makelele hayo, kumbe yule bwana alikuwa anaumwa na umeme umekatika msikitini, kelele zile hakuzisikia, akakosa kuamka. Kwa hiyo anamtaka yule bwana awe anapiga makelele yake ya kuadhini, si kwa ajili ya kwamba yeye ende kusali, kwa ajili apate kwenda kuamka kwenda kazini. Miaka ya 80 nilikwenda katika miji ya mikoani huko. Nimefika kwa wenyeji wangu, nilikwenda kwa madhumuni ya kwenda kufungua msikiti kwa wenyeji wangu, na hapa nimetumwa na taasisi maalumu nikafungue msikiti. Nilikofikia
nikajikuta kama zamani kwetu. Kitanda nilichopewa mimi na mwenzangu, vitanda viwili katika chumba kimoja. Mimi na mwenzangu niliyefuatana naye ni qari wa Qur'ani. Uvunguni kwake kuna kuku na uvunguni kwangu kuna kuku. Ndani ya kuku hao kuna majogoo. Kwa kuwa tumefika muda wa kuchelewa sana, tumelala saa 6:30 ya usiku ndo tumepata kulala. Usingizi, uchovu wa safari na usingizi uliotushika, tunasikia mkokoto wa kuku wanajingongonoa mwilini mwake. Ule usingizi unaanza kuja, jogoo anawika kokoriko, kakatisha usingizi wangu. Kumbe jogoo yeye kazi yake ni kuika alfajiri atuamshe kwa ajili ya kuswali. Mimi siku ile nimemkasirikia jogoo, ingawa mimi ni mswaliji na nimekwenda kuzindua msikiti, lakini siku ile jogoo nilimkasirikia. Haikuniingia kwamba alfajiri ishaingia, lakini kwa kuwa nimekerwa na kelele zake, nikaona saa, nikatizama saa, kumbe na alfajiri imeshaingia. Kanifaa jogoo huku nimemkasirikia, kwa sababu kawikia uvunguni. Akanikumbusha mbali sana, kwa sababu na huko tulikotoka Nyagato zamani pia nilikuwa ninalala hivyo hivyo. Makasio huko bara tu, hata Nyimkenda unalala chini kuna kuku. Ndo maisha hayo. Hii ninakupeni kwamba mjue kwamba duniani hapa kila mtu anakera, lakini kila mtu huyo anayokera pia anafaa. Ana sehemu yake ya kufaa. Tunamwepuka nyoka kwa sababu ana sumu inaua. Kuna wenzetu wanaitafuta sumu kwa ajili ya matibabu. Hayo ndo maisha ya duniani hapa. Na ukitaka nikutiririshieni mifano ya vitu ambavyo vinakera, mingine mifano mingine mibaya. Choo kikubwa kinanuka, kichafu, kina maradhi, lakini kwa wenzetu wa China ndiyo mbolea nzuri ya kukuzia mabiringanya. Bostani ya Wachina kule Kurasini kule, biringanya kubwa, wamechukua vyoo hivi. Hichi kinyesi ambacho ukikiona wakati kinawekwa lile biringanya huli, lakini ukiliona lile biringanya liko huku, unasema hili ndo biringanya. Kwa hiyo vitu vingi tu ambavyo hovyo, lakini ndo hivyo hivyo vinafaa. Mbolea nyingi ndo hivyo hivyo. Tusende mbali sana huko, ndugu zangu. Haya ndo maisha duniani. Kwa Mungu anasema fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Mtu ambaye mizani yake yale mema yake ndiyo yamekuwa mengi na ni mazito, huyo ataingia maisha yenye kuridhia, ataingia peponi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ambaye yule mizani yake nyepesi, haina mema mengi bali mabaya ndio mengi, fa ummuhu hawiya, huyo ataingia motoni. Simeona hapo maana yake kwamba madhambi anayo lakini mema mengi, na huyu huku kaingia motoni, mema anayo lakini mabaya mengi yamemuingiza motoni. Ndo maisha. Ama ukiingia peponi hakuna tena baya mle ndani ya pepo, ama ukiingia motoni wal iyadhu billah hakuna jema tena mle motoni.
Hayo ndo maisha aliyoweka Mungu. Tuko duniani, tuko Tanzania. Tanzania hapa ni sehemu ya kipande cha ardhi duniani, na licha ya kuwa tunajitawala, tuko katika uhuru. Wazee wetu wamedai uhuru ili tuishi kiungwana, tuishi huru, tuishi kiungwana. Wazee wetu wameweka misingi ya amani na utulivu, walioasisi nchi yetu na dola yetu ili tuishi kiungwana. Baina yetu tuko jinsia mbili, wake na wanaume. Kama mnazo habari, Jumuiya ya Nchi za Ulaya jana inatangaza kutuambia Tanzania hapa, miongoni mwa mambo ambayo wengine ni ya siasa, mengine ya utu wa mtu, tukubali ushoga. Hao wanatutengenezea magari, wanatufaa. Hao wanatutengenezea ndege tunakwendea hija, wanatufaa. Hao wanatutengenezea madawa na vitu vizuri vya kututengenezea maisha yetu, wanatufaa. Lakini hao sasa wanatuambia tuwe mashoga. Yani nchi yetu rasmiyan ikubali ushoga, kwamba iwe mtu kufanya ushoga sio hatia. Mmeona dunia hiyo eh? Lakini hapo serikali yetu inatakiwa ifanye mambo kana kwamba serikali haina sheria, haina vyombo vya dola yake. Wakati katika nchi yetu kama nchi nyingine ni dola yenye vyombo vya dola, ni dola yenye mihimili ya dola. Miongoni mwa muhimili wa dola hapa ni Wizara ya Sheria na Katiba, mahakama. Tuna mahakama. Lakini anatoka mtu huko nje anakupa amri kana kwamba kwenu hapa hakuna mahakama, ufanye vile waonavyo wao. Huo tena si ukoloni mpya huo, ni ukoloni mamboleo. Nchi Tanzania tuna sheria, tuna mahakama, tuna bunge, yani vitu vimekamilika, hakuna kisichokuwepo. Ile mihimili mikuu ya dola ipo. Lakini bado anatoka mtu nje anakuja kukuambia maneno kana kwamba wewe unaishi hivi tu ovyo, huna dola, huna mahakama, huna hivi. Lakini cha kushangaza, na baadhi ya Watanzania wenzetu wanaunga mkono hilo la kutoka nje. Wanaunga mkono la hilo la kutoka nje, kwa maana kwamba twende kana kwamba sisi hatuna jambo. Ningependa kuwakumbusha Watanzania, na hasa sisi Waswahili, sisi baki sote tunaitwa Waswahili. Ukiwa msikitini unaitwa Mswahili, msamiati huo upo. Mtu yote wa msikitini anaitwa Mswahili. Lakini mimi kwa mia na ukubali Uswahili. Ikiwa huu ndo Uswahili, na Uswahili nakubali tu, na sisi tukubali tu, wala sio tatizo. Lakini tatizo ni huko tena baada ya Waswahili alafu tuwe mashoga. Hiyo hapana, hiyo hapana. Baada ya Uswahili alafu tuwe hatuna dini, tuishi bila ya dini, hapana. Katiba ya nchi yetu inaheshimu dini zote, ikiwemo dini ya Kiislamu. Katiba ya nchi yetu inamwachia mwananchi aamini na afanye ibada kwa mujibu wa imani yake. Ndio katiba ya nchi yetu. Akiwa anatoka mtu nje
Ulaya anakuja kukuambia sasa wewe uwe shoga, pana dini hapo? Anaishinikiza nchi, yani dola, ili nyinyi hatimaye nyote muwe mashoga. Pana uhuru hapo? Pana amani hapo? Pana uungwana hapo? Sasa basi, unajua na wengine matamko yao wanatoa matamko ambayo yanapeleka maslahi zaidi nje kuliko maslahi ya nchi yetu. Haya msiyakubali. Matamko yanayotoka na wakati mwingine kutoka kwa viongozi wa dini, haya msiyakubali, kwa sababu hayo hayaji kwa maslahi ya nchi yetu, wala hayaji kwa maslahi ya utu wetu, wala hayaji kwa maslahi ya uungwana wetu, wala si maslahi ya amani yetu na nchi na utulivu wetu, wala si kwa maslahi ya muungano wetu. Nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nchi yetu kuwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano, wallahi ni maslahi makubwa. Na wala msiamini kama kutakuwa na amani bila ya muungano hapa. Msiamini, hakuna. Amani yetu ni kwa kuwepo muungano wetu. Amani yetu kwa kuwepo mshikamano wetu. Tukiwa tumeshikamana bila ya kutizama huyu dini gani, bali tushikamane kama Watanzania. Hayo ndiyo maslahi yetu. Tukishikamana, tukaishi kwa uelewano, hayo ndio maslahi ya Tanzania. Lakini sio kwa kufanyiwa imla kutoka nje. Hiyo si haki. Kama watu wanadai haki hapa Tanzania, watu wanadai haki sasa hivi, kweli hilo analolifanya watu wa Ulaya ndio haki hiyo? Yani uingilie nchi ya mwenzio na utawala wake, umwelekeze namna gani aishi. Type yetu ya kuishi, tuna utamaduni wetu wa kuishi. Mshairi mmoja Ahmad Shauqi anasema, mtu hana utamaduni maana yake huyo hana nchi. Ukiwa na nchi yako lazima uwe na utamaduni wako. Na sisi wa Tanzania tuna utamaduni wetu wa kuishi kama familia, wote kama ndugu, ndani ya nyumba moja. Kuna nchi nyingine uwezi ukakuta nyumba moja wanaishi Waislamu na Wakristo, hakuna. Lakini Tanzania ndani ya nyumba moja kuna wanaishi Waislamu na Wakristo, na wanashirikiana katika idi zao na huzuni zao, furaha zao na huzuni zao, wanashirikiana. Wakiwa na harusi wako pamoja, wakiwa na msiba wako pamoja. Huo ndio utamaduni wetu Tanzania. Idhan, kwa wale ambao pengine wana faida kutoka nje, hatimaye wanatoa maneno ambayo heti mtu anaamrisha watu. Kwa mfano anasema, kwa mujibu wa dhehebu letu, kwa mujibu wa hivi, basi watu wasipige kura, wasishiriki kupiga kura. Maneno hayo mkiasikia
kutoka kwa shekhe yoyote yule, sema shekhe huyo amelaaniwa, kwa sababu huyo anakutaka watu wanaamua, wewe uwe nje ya maamuzi. Wakati ukishiriki kupiga kura, maana yake ni kwamba na wewe unashiriki kuamua. Unashiriki kuamua kwa sababu utakuwa unamchagua rais unayemtaka, unayemwona anafaa. Utakuwa unamchagua diwani unayemwona anafaa. Utakuwa unamchagua mbunge unayemwona anafaa. Sasa akikuondoshea uchaguzi uwe hakuna, hiyo nchi ya Tanzania ipo tena? Maana yake baadaye kesho kutwa aseme jingine. Tusikubali kupewa amri ambazo zisiokuwa na maslahi, kwa sababu sisi ni watu wazima, waungwana tupo. Tuamue wenyewe. Na ndio maana mimi nasemaga hivi, unapojiandikisha na hatimaye ukasimama kupiga kura, pale ndipo unapojihakikishia kwamba utaongozwa vile unavyotaka wewe uongozwe. Ukiacha hushiriki kujiandikisha wala kupiga kura, maana yake unatoa ruhusa watu wakuongoze wanavyotaka wao. Wakikuongoza wanavyotaka wao, iko siku watakwambia wewe usiadhini alfajiri hapo, kelele, unatutia mikelele. Kwa sababu sasa umemwachia aongoze atakao. Lakini hivi sasa hivi kuna mtu atathubutu kumwambia Darweshi anaonadi swala alfajiri, wewe upige makelele? Alhamdulillah, bali wengine wanafurahishwa na mikelele ile, inamuamsha kwenda kazini. Na akikosa mikelele ile anashangaa, leo imekuwaje mimi mpaka nimechelewa kwenda kazini. Maana yake zile kelele, lakini kwake zimekuwa na manufaa, kwa maana kwamba hakuna kisichofaa, ila unakitumiaje. Ukikitumia kifaa kinafaa. Yule bwana ametumia adhana si kwa kuswali, lakini inamfaa kuwahi kazini. Lakini adhana hii akiitumia vingine, hapo sasa itakuwa tatizo kwake yeye mwenyewe. Wenzake wanatumia adhana kwa ajili ya kwenda kuswali, yeye kwa ajili ya kuwahi kazini. Ndugu zangu, ndio mimi msije mkasema Jongo kila siku tumechoka tena maneno hayo. Msichoke. Na mimi kwa miezi hii sina jingine la kusema zaidi ya haya, kwa sababu hiyo pepo hatutoipata ila hapa duniani tupate tamkini, tutulie, tukae vizuri, tufanye ibada, ndio tutapata pepo. Hapa duniani lazima tupate tamkini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Mungu atatupa tamkini ikiwa tutapata fursa na taratibu na wakati na mazingira ya kujenga hiyo tamkini. Sasa utaijengaje uko nje ya maamuzi? Utaijengaje huna mbunge anayekuwakilisha bungeni? Utaijengaje tamkini huna diwani unaweza kumwambia nataka kiwanja kile pale nijenge madrasa au nijenge msikiti? Kwa sababu taratibu za mipango miji lazima ziwe hivyo mahala popote pale. Ukenda Maka ndio hivyo hivyo, ukenda Madina hivyo hivyo, ukenda nchi yoyote ile unaoita wewe ya Kiislamu labda, mipango ndio hiyo hiyo. Hivyo basi ndugu zangu, ninakwambieni kwamba tusije tukababaishwa, maana wengine huwa wanayumba. Tusije tukababaishwa, tusije tukayumba na maneno, hata kama anayesema ni mtu ana heshima, mtu wa dini, lakini tuzama hilo analolisema kwa misingi ipi? Hilo analolisema kwa misingi ipi? Hata mimi hapa imamu wenu
mkisikia siku nasema tupunguze msikiti kwa nyuma kule, tufungue maduka, tuwakodishe watu, huyu auze mipira ya gari, huyu auze hardware, lakini atakuja mpangaji sasa na yeye atakuuza bia, lakini hakukwambia. Itakuwa msikiti una duka linauza bia. Imam akisema hivyo, jamani tuweke partition hapo. Partition kwa ajili ya nini imam? Msimwachie tu imamu wala aseme kwa jumla tu kwamba tunataka uchumi ukue. Uchumi wenyewe unakuwa kuwa vipi hapo? Kuna mwaka mmoja waliwahi kuja baadhi ya madhehebu ya dini nyingine ambao hatuko sawa sana, wakataka sakafu hiyo wafanye maendeleo. Wazee wa Kimanyema wakati nikamwambia, jamani, hao hawataki kutuja kutufanyia maendeleo, hao wanataka wote tuwe mashia hapa. Unaona hivyo? Na nyinyi hamna uvumilivu huo, mtachukua mashia wote. Nikapata upinzani siku hiyo. Wewe bwana, mimi sina chuki ya madhehebu, lakini kila mmoja na kwake, lakum dinukum waliyadin. Hiyo nishawahi kupata hapa, nikapinga hapa juu hapa, nikasema hiyo ni gea maendeleo juu ya sakafu, wakati ardhi inagawiwa na serikali huko, wakachukua ardhi huko watu wafanye maendeleo. Ni sakafu square mita hizi 2-3 utafanya maendeleo hapa kweli? Yani utajenga university hapa juu, inawezekana? Mako wanasema hapa tutajenga institute hapa moja, mahadi moja huko juu. Mahadi gani itakaa hapo juu? Mahadi inataka uwanja wa mpira, inataka holi, inataka hivi, inataka hivi, inataka hivi. Institute inataka vitu vingi. Hata kwa kuwa wao mtazamo wao ulikuwa kwa hivyo fupi kidogo, mimi kama imamu nikasema hapana. Ikabidi niwashereheshe. Nikasema hatimaye hayo maendeleo yanakuja, wote tutakuwa dhehebu lile badala dhehebu hili la Sunni, kwa sababu sisi ugonjwa wetu hela, na ndio ugonjwa wa kila mtu. Sasa hisi inawezekana wakati mwingine hata hawa wanaotupigia debe hawa hivi, msipige kura msina nini, wao wanatengeneza lingine huko. Sisi wao utarudia tu kama hukupiga kura, lakini hela unayo. Mwenzio akakupatia wewe, hukupiga kura, mwenzio huko ana mzigo anachukua. Wewe lazima tutunze nchi yetu, tutunze amani ya nchi yetu, tutunze utamaduni wa nchi yetu, tutunze silika za nchi yetu. Jamani, nakwambieni hivi, hata haya niliyoyasema pembueni, rudini nyumbani mkapembue. Kwa meneja mkasemaje yule? Msichukue tu kama imam kasema, jongo kasema, mpenzi wangu kasema, hapana, mimi sina mapenzi hapa. Hapa mimi nasema maneno, ninazungumza na watu wenye akili na waheshimu akili zao. Lazima wapate muda wa kufikiria. Yule anazungumza kwa maslahi yetu sisi watu wa Tanzania, au anazungumza kwa mpango wake. Mungu atakusaidia huko nyumbani. Kama nazungumza kwa mpango wangu, Mungu atakusaidia huko nyumbani. Lakini mimi ninachokusudia kwamba tunataka tuishi katika nchi yetu kwa amani na utulivu. Mpaka mimi napata muda huu wa kuzungumza na nyinyi, na tukisha hapa tutaswali, si kwa sababu ya amani na utulivu jamani. Hivyo kikinuka au kikiwaka kama mnavyosema, tutaswali hapa. Akikurupuka chizi tu hapa, akikurupuka tu hapa, akasema nyoka huyo, tayari mtafadhaika hapa. Chizi afu amtaje nyoka hapa sasa hivi. Lakini mwizi wa viatu kaiba viatu huko, mkisikia tu mwizi tayari mshachanganyikiwa, kwa sababu hakuna utulivu hapo. Sasa mimi nasema amani na utulivu ndio tunu zetu. Amani na muungano na umoja na mshikamano ndio tunu yetu ya kutuwezesha kufanya mambo yetu.
wallahi wengi mnaosali na nyinyi humu mnapenda kufanya biashara. Jifikirieni mtafanya biashara wakati wa mtutu, haiwezekani. Hamwezi kufanya biashara mtutu unalia. Tafanya biashara ili fantashiru fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha kathiran. Ikimalizika sala, sambaeni katika ardhi, tafuteni fadhila za Mwenyezi Mungu, alafu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Mungu sana mtafaulu. Kwa maana kwamba hiyo ni mazingira ya amani na utulivu. Kama hakuna amani na utulivu, hamwezi mkatoka hapa mkenda kufanya biashara. Kama hakuna amani na utulivu, hamwezi mkamdhukuru Mwenyezi Mungu, hamwezi. Kubalini hicho kinachoitwa upumbavu. Wengine wanaita upumbavu, maneno kama haya wanaita upumbavu. Mwingine mtu mwingine atatoka hapa anasema kazi mna utumbo mtupu. Wallahi bora huu utumbo kuliko hiyo steki. Steki imeoza, utumbo ungali mzima. Kula utumbo uliokuwa mzima kuliko steki iliyo chacha imeoza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.